Je, mtu mwenye presha anayetumia dawa vidonge kila siku inaweza ikafika mahali presha yake ikakaa vizuri kabisa, kama madaktari tukasema kwa hapa inatosha, usinywe tena dawa, inatosha? Inawezekana kweli? Ndiyo, inawezekana, lakini natamani unisikilize kwa makini hapa, usije ukajichanganya. Mara nyingi mtu anapoanza kutumia dawa za presha, kwa wagonjwa wengi duniani, ni one way ticket, yani ndio moja kwa moja maisha yako yote. Kuna vitu vichache vikitokea au kuna vitu fulani ukifanya vinaweza vikafanya presha yako ikakaa vizuri kiasi kwamba ukawa huna haja ya dawa tena kabisa. Sasa katika video hii nitakuelezea vitu viwili. Kitu cha kwanza, kwa sababu gani mgonjwa wa presha akianza dawa za presha hatakiwi kuacha maisha yake yote. Lakini pia kitu cha pili, baadaye nitakwambia vitu gani ambavyo vikifanyika, vikionekana kwa huyo mgonjwa, basi dawa za presha stop, endelea kuishi maisha yako ya kawaida. Sasa nitakupatia mfano mzuri. Fikiria nyumba yako ina mabomba ya maji. Kwa kawaida maji hupita kwenye yale mabomba kwa shinikizo, presha ya kawaida, lakini kadiri miaka inavyozidi kupita, mabomba yanakuwa magumu, yanapoteza ule unyumbulifu wake, yanakonda, mengine yanakuwa membamba. Hata pampu inayosukuma maji inaanza kusukuma kwa nguvu zaidi, kwa sababu yale mabomba yamekuwa gumegume, si ndio? Matokeo yake ni kwamba presha ndani ya mabomba inaongezeka, maji yanapita kwa spidi, yanajibanabana. Hasa unaweza ukaweka kitu cha kukontrol hiyo presha ya maji, ghafla shinikizo la maji linakuwa kawaida. Lakini naomba nikuulize swali, yale mabomba yamepona? Hapana, hayajapona. Kile kifaa hakijatengeneza mabomba, kimepunguza tu shinikizo la presha la maji mule ndani. Ukiondoa kile kifaa, presha ya maji inakuwa kubwa. Ndivyo ilivyo kwa presha. Kwa watu wengi, presha si ugonjwa unaokujwa na kuondoka, unakuja leo na kuondoka. Ni mabadiliko yanayotokea ndani ya mwili kwa miaka mingi, inaongezeka, mishipa ya damu inabadilika. Na sio mishipa ya damu, kunakuwa na mabadiliko mengi ndani ya mwili. Mishipa ya damu inakuwa migumu, homoni zinazodhibiti presha pia zinabadilika, figo zinaanza kufanya kazi kwenye kiwango cha juu cha presha. Na mara nyingi changamoto zote hizi za presha kuzidi ndani ya mwili kuongezeka zinasababishwa na namna tunavyoishi. Muda mwingine inawezekana labda kurithi kutoka kwa wazazi pia, au kuongezeka kwa uzito, kula chumvi, kuto kufanya mazoezi na kuzeeka mwili unavyozidi kwenda. Ndio maana presha huwa ni ugonjwa wa muda mrefu. Sasa watu wengi hufikiria kwamba dawa za presha zinaponya ugonjwa wa presha. Hapana, huo ni uelewa usio sahihi. Dawa za presha haziponyi. Dawa za presha zinadhibiti tu ile presha ikae vizuri. Fikiria mtu anayevaa miwani, akivaa anaona vizuri. Je, miwani imeponya macho yake? Hapana, miwani inamsaidia kuona vizuri wakati ameivaa. Akivua tatizo linarudi liko pale pale. Ndivyo ilivyo kwenye dawa za presha zinavyofanya kazi. Ukizitumia, presha inakaa vizuri ya kawaida, moyo unafanya kazi kwa urahisi, ubongo unalindwa dhidi ya kupata stroke kiharusi, figo zinalindwa, macho yanalindwa yaharibiki, mishipa ya damu inakaa vizuri, inalindwa. Sasa kuna kosa ambalo wagonjwa wengi ulifanya bwana. Wanapima presha, wanapoona kuwa imekaa vizuri ya kawaida, wanasema daktari, nimepona presha, sina haja ya kuendelea na dawa. Hapana, si sahihi. Presha imekuwa ya kawaida kwa sababu dawa zinafanya kazi. Ni sawa na kusema kwamba mvua haikuloanishi kwa sababu una mwamvuli. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa mvua haikuloanishi unatupa mwamvuli? Hapana, mvua haijaisha, ukitoa mwamvuli unanyeshewa. Mwamvuli ndio unaokulinda. Vivyo hivyo na ugonjwa unakuwa haujaondoka, dawa ndio zinakuwa zinakulinda. Sasa kuna hao wengine pia, wako wengi, wanakwambia hivi, unakunywa dawa za presha, kunywa dawa ya asili wewe, baada ya hapo achana na dawa za hospitalini, utakuwa umepona. Kuwa makini sana ise. Ni kweli baadhi ya dawa za asili zinaweza kushusha presha kwa muda, kitunguu saumu na nini, lakini hadi leo hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwamba kuna dawa ya kiasili inayoponya presha kabisa maisha yako yote. Hatari yake ni kwamba mtu anaacha dawa za hospitalini, anajisikia mzima, lakini kimya kimya presha inaanza kupanda tena taratibu. Akipima iko vizuri. Ndio maana presha inaitwa muuaji wa kimya kimya. Mara nyingi haina dalili, lakini inaendelea kuharibu moyo taratibu, inaharibu ubongo, inaendelea kuharibu figo, inaendelea kuchimba na kuharibu macho, inaendelea kuharibu mishipa ya damu. Na siku moja tu mtu unaweza ukapata kiharusi, kimekuvamia stroke, mkono haufanyi kazi wala mguu, na ndo dalili yako ya kwanza hiyo. Unaona hivyo hatari hiyo? Mwisho kabisa, nataka ukumbuke jambo moja la muhimu. Usimeze dawa ya presha kwa sababu tu unataka namba ya presha zishuke. Hapana, meza dawa za presha kwa sababu zinakulinda dhidi ya kiharusi, mshtuko wa moyo, figo kushindwa kufanya kazi, madhara mengine makubwa yanayoweza kutokea miaka ijayo. Kama vile unavyofunga mkanda wa usalama kwenye gari ile, ili kitokea ajali uweze kuwa vizuri, dawa za presha pia unakunywa kwa ajili ya kujilinda na madhara ambayo yanaweza kuja kutokea mbele. Ukiona presha yako imekaa vizuri, usifikiri umepona. Mara nyingi hiyo ni ishara kwamba dawa zako zinafanya kazi vizuri. Endelea kuzitumia kama ulivyoelezwa na daktari. Sasa kuna baadhi ya
ya wagonjwa ambao wakishaanzishiwa dawa presha yao inashuka sana, au baadhi ya wagonjwa wengine kabla hawajaanzishiwa dawa wanaanziwa mfumo fulani wa maisha, na watu hao wote wawili ukiwafuatilia kwa muda mrefu presha yao inakuwa imekaa vizuri kweli kweli. Mfano, mtu anakunywa dawa za presha 2, lakini pia anafanya mazoezi, anazingatia chakula vizuri, anafanya mambo yote yale ya kuweza kuzuia presha, ameacha nyama, ameacha kutumia chumvi nyingi, yuko makini kutumia ile mafuta mabaya, na mwisho siku presha yake inakuta imekaa iko vizuri kabisa, iko vizuri kama mpaka inaenda kwenda chini. Wagonjwa hawa mara nyingi waga tunapunguza dawa ya kwanza, anabaki na dawa moja, labda kama anatumia dawa labda amlodipine yenye ujazo wa 10 mg, anaendelea na mazoezi, anapambana vizuri, presha yake inakuwa iko vizuri kabisa, unampunguzia inakaa amlodipine ya 5 mg. Sio kwamba unaacha dawa moja kwa moja ghafla tu vu, hapana, unampunguzia taratibu, unaitepa down taratibu, inafika mahali unamstopisha dawa, lakini anaendelea na ule mchakato wa maisha, kuweka maisha yake vizuri. Na kila unapopima presha yake iko vizuri, mgonjwa huyo anaweza akaacha dawa, lakini sio kuacha moja kwa moja, anaacha lakini bado anakuja kliniki, lakini pia anakuwa na mashine yake nyumbani ya kupima presha. Na mimi nashangaa eti Mtanzania una miaka 40 ndani nyumbani kwako hauna kipimo cha presha. Hapana, ni kosa kubwa. Tafuta kipimo cha presha ununue kama una miaka 40 na kuendelea, itakusaidia sana. Na kuna mwingine kwenye comment aliniambia vipimo vya presha mimi ninajua vinauzwa wapi. Mimi mwenyewe nina duka langu ambapo naviuza vipimo vya presha. Kama unataka niambie kwenye namba yangu, nitakutumia vipimo vya presha. Vinauzwa 40,000, japo kuna vingine vya 100,000, lakini cha 40,000 cha kupima kila siku pale nyumbani kwako. Na hivi vipimo ni muhimu kwa sababu utaendelea kujipima wewe mwenyewe, kwa sababu tayari ni mgonjwa wa presha. Kila baada labda ya siku 3, 4 au wiki moja, kama tena presha iko ngapi, iko vizuri. Mazoezi kama kawaida, unazingatia mboga za majani, unakula nini, masuala ya nyama ama utumbo haya unaachana nayo, unayapunguza kabisa. Baada ya muda tena unapima tena baada ya wiki inayokuja. Kwa hiyo unakuwa unaendelea kujifuatilia kwa kina. Huyo mgonjwa ndio anaweza tukasema kwamba sasa wewe rafiki yangu endelea na maisha yako, lakini ukiendelea kujifuatilia presha yako, sio unaacha dawa unapotea, au labda unaambia una presha. Mimi sina presha, mimi sina presha mimi bwana, madawa yenu mimi situmii, au nimekuja mitishamba nimepima presha yangu iko vizuri, kwa sababu sina tena ya dawa. I say naitwa Dr. Daniel, ni daktari naitwa maudhui kwa ajili ya kuboresha afya ya watu. Ni maudhui ambayo huwezi kuyapata pengine popote kabisa. Kama unataka ujifunze zaidi unaweza ukasubscribe. This is Dr. Daniel here.